uliwashtua kidogo mashabiki zako baada ya kupost ile post juzi. Wengi wakisema ni kiki, hata pia jana Chino kuja kuposti pia watu wakaunganisha matukio wakasema ni kiki na vitu kama hizo. Lakini hapa kwenye mkutano umezungumza na kusema kwamba ilikuwa ni kweli na mmekaa chini na Chino mmeamaliza. Baada ya kuposti ile post kwenye kurasa yako ya Instagram, watu wanajiuliza ni vitu gani ambavyo kwa umepitia mpaka ukaamua kuposti ile post? Mimi bro, mimi unajua na familia afu na kwetu. Hapa ukiniambia nimeachia hit. Ndio. Lakini ukiniambia nirudi kwetu mimi nalala chini mzee. Si unaelewa? Sijawajengea kwetu sana na nini. Kwa hiyo lazima nipambane, ni force nijue na force vipi, nisiwe mnyonge. Nikiwa mnyonge sana familia yangu mimi itaishi vipi? Si unaelewa? Kwa hiyo mimi brother zangu ikabidi nimwambie bro, inabidi tufanye kazi. Yaani tuandikishane mikataba kwamba inakuwa unanipa tu hela, inakuwa haisaidii chochote. Kwa ikabidi nimwambie tuweze kuandikishana mikataba tufanye kazi. Naoma sana, naoma na nusu. Baada ya kuposti pale lazima pressure iwe kubwa kwa watu ambao wanawajua, especially watu maarufu. Simu zilikuwa nyingi sana, inawezekana. Ni wasanii gani ambao ama ni watu gani maarufu ambao waliwapigia nyinyi kama kina Dogo Sergeant na kuongea na nyinyi? Walipiga mablaza na kutuweka sawa. Siwezi ngaongelea hapo kwa sababu ni mablaza wakubwa, watu jisikia vizuri nikaongea. Walitukutanisha na blaza tukaongea sawa, fresh tukamalizana ikawa ni Noma sana. Chino alipoposti pale jana na kusema kwamba bora umfadhili mbuzi utakunywa mchuzi kuliko kumfadhili binadamu. Ile kauli imezungumza mengi sana. Wapo watu wanasema kwamba ile kauli ni kama vile Chino anajutia kukufadhili wewe. Ile kauli ulivyoiona wewe ulitafsiri vipi? Kwa mimi bro ni so kiki ila blaza mwenyewe tu ni hasira na mimi ni hasira, ndio maana ikafanya tumeandika vile. Kwani Wanaman pale mpo ngapi? Wanaman gang manager. Wanaman ni cabinet kubwa sana. Wanaman kuna levels mbalimbali, yani vipaji ni vingi, afu kila mtu na level zake, wako wengi. Ndio. Lakini sasa hivi ndio huyu, yani inabidi huyu mtoto aliozaliwa upya huyu ndio inabidi tudili naye sana huyu. Kwa hapa hivi tudili na mtoto aliozaliwa sana. Tukianza kuongelea madansa bro ni wengi. Ukiwapewa na ama nchi bro. Kwa pale kuna wasanii kama ngapi? Wasanii wapo kwa sababu vipaji ni vingi. Wapo wengi ambao hawajulikani, ambao bado wanapikwa. Kama Sergeant alikuwa undercover kwamba alikuja akachapa mazombi, ile mazombi ilikuwa na mseti akili yake kwamba kwenye hili game bado kumbe nipo nahitajika. Baada ya kumseti na sisi tukapima mipango yetu tukaona ipo sawa, ndio tukaanza kumwekea mipango yake kwa sababu alikuwa hajui chochote. Kwa nini akasema Sergeant asilaumiwe kwa sababu wakati anaandika vile anajitoa, akili yake ilimtuma mbona mimi nacheleweshwa miezi kadhaa nilikuwa mbona sioni mpango wote. Kumbe kuna vikao vyetu sisi kama Wanaman tunakaa tunampangilia kwamba huyu hivi tarehe fulani hivi kazi zake zitaenda hivi, kila kitu kitaenda hivi, lakini kuandika vile ni kama akili yake yani alikuwa hajui chochote, yani haelewi chochote. Ila sasa hivi ana raha na furaha kwa sababu mipango yote ama vitu tulikuwa tunadiscuss kwenye vikao vya siri tumemfungulia, tukamwambia tulikuwa tumekupangia hivi. Kwa hiyo akakam down akaomba msamaha, ndio maana unaona kwenye ngoma pale yuko Wanaman Chino. Lakini pia mipango mingi mpaka amefika hapa pia ni kwa uwezo wa Mungu, lakini pia Chino pia kachangia kwa 95% Sergeant kuwa hapa, muonekano kila kitu, kwa kila kitu kipo sawa. Sawa, mtu anaweza kujiuliza kipindi Sergeant anatoka tunafahamu kashasi zilikuwa nyingi. Kwa hiyo hata kama akiwa anafanya muziki watakuwa wanacompare na yule mtu ambaye anatoka naye. Ni kama management sasa mnajipanga vipi kwa sababu ulipoandika kwamba ametoka Wanaman akasema sasa Dogo katafute kazi nyingine hapo nyuma. Yaani sisi hatupo kwa ajili ya kushindana na mtu. Ukimchunguza hata Chino kipindi anaanza hakuwahi kusema popote anashindana na mtu. Na Sergeant naye kajaliwa roho hiyo, ashindane na mtu yoyote. Yani hakuna msanii ambaye anasema mimi brother nataka huyu namwangusha, nataka hiyo ashindane na mtu. Yeye anafanya kwenye njia yake kwa sababu
nishasema ama mwanzoni alisema pale maisha yaliyotokea ni magumu sana. Kwa hiyo Sajenti anachojali yeye ni yeye aishi sawa na familia yake ishi sawa, Mungu amjalie kipato, ambadilishie maisha kupitia kipaji ambacho amemuumba nacho. Kuhusu kushindana yeye mwenyewe, hata mdogo wangu anashindana naye. Hakuna mtu ambaye anashindana naye. Sawa, ukiangalia muziki tangia umefanya sasa hivi Sajenti. Ukiangalia sasa umebadilisha nini kwenye maisha yako ya nyumbani ambao unasema umetokea maisha magumu? Kuna chochote umeongeza labda lifestyle nini nyumbani unasema at least sasa hivi tunaona chochote kupitia muziki wako? Mtaani wangu, nyumbani kwetu sasa hivi kidogo inakuwa yuwapi shida wao hata wakiwa na wameshindwa kabisa. Wakiwa wameshindwa kabisa wananicheki mimi na kuwa nawarahisishia. Sawa. Kuna kitu kimoja hivi tukiangalia ile bango hili inaonekana order ilitoka mapema. Na mnatuchanganya hapo kidogo mnavyosema kwamba Chino jana aliposti mchana na kuandika maneno mengi, lakini bango lilitengenezwa muda gani? Tukianzia hapa. Sasa hivi teknolojia ni kubwa bro. Ile katengenezwa dakika 5 tu. Dakika 5. Unaona nywele? Unaona? Ndio. Angalia. Alikuwa ndio nakwambia yani ile dakika hapa ngoja utaona video itatoka video moja itatoka hapa muda sio mrefu. Unachokiwaza kichwani itakuwa ndio jibu, kwa sababu sasa hivi teknolojia imekuwa na nini. Kwa usiku mfuta machozi ama kumwambia mdogo wetu kwa tumekupangia hivi mipango, nenda na hizi ngoma. Kwa kila kitu ni chap kimepangiliwa. Nadhani hatujalala hatujalala tangia juzi. Ni studio shooting mpaka tumekuja tulivyokuja hapa tumebadilika kwenye gari, tumekuja hapa tumetoka kushoot, hatujalala kabisa. Kwa hiyo vitu vinafanyika tu kwa speed na muda sisi tunaofanya kwa mfupi kwa kufanya kazi sana. Sawa, hapo kwenye kulala. Poleni kwanza. Jana nasikia mlienda usiku baada ya kuongea na Chino na mkaenda kushoot usiku. Lina ukweli ndani yake? Ndio nakwambia sisi hapa tumefupisha muda wa kufanya kazi sana. Kwa hiyo location pia katoka kushuti ngoma zake hizo hapo. Tangia jana saa 2 usiku mpaka sasa hivi asubuhi saa 12 nadhani director ndo kamaliza kushuti. Kwa hiyo hapo bro non stop sasa hivi. Yaani sasa hivi ukurasa wake ndo umefunguka upya. Kazalio. Yeye mwenyewe tu ongea na Watanzania waambie anachojisikia yeye sasa hivi. Kama kuna cha kuambia mdogo wangu wewe sema nao. Tani sasa hivi ni kusema sema nao. Sema na. Bana noma sana. Sajenti, kuna story yako moja inasema kwamba haukufanikiwa kumaliza skuli. Pengine kutokana na familia na vitu kama hizo mambo yalivyokuwa, unatamani labda siku moja urejee shule? Kwa kweli nikifanikiwa nadhani shule nitarudi. Ndio. Ila kwa sasa hivi bado sijafanikiwa. Shule kwa sasa hivi sirudi. Naomba sana. Muziki mpaka sasa hivi umekupa nini? Unibadilishia maisha yangu. Kama vipi? Bro, sisi tuko watu wa mtaani. Wewe blaza sasa hivi unanikuja unaniomba picha. Ni kitu cha kuomba Mungu mabadiliko. Ndio. Kuna wasanii ukiomba picha wanasema ulipie. Wewe mtu akija kuomba picha anamwambia alipie? Hapana, siwezi nikamwambia alipie. Sasa atalipia nini? Analipia picha. Bei gani? Unamtajia hela? Unamtajia hela? Bei gani? Wewe kadiria. Wewe ndio utakavyojua. So kweli, haiwezekani. Au sio? Lakini pressure ambayo mashabiki wanaokusukuma nayo, especially wanapokufananisha wewe na Pateni, kwa sababu watu wanaangalia sana. Kipindi kile Pateni akatoa Afande, wewe mkaja na Mazombi, au sio? Moja kati ya goma ambayo pia ilifanya vizuri. Hii pressure ambayo wanakupa mashabiki, wanamuona mwenzako anatoa ngoma kadhaa